إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الناس عباد الله، nawausia na kuihusia nafsi yangu kuhusiana na umuhimu wa kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nukta ya pili ni kuhusiana na maudhui yetu, ambao ni maudhui muhimu ya kifikhi inayofungamana na maamiliano yetu na maisha yetu, baadhi yetu sisi kwa sisi, na kuna amasil haja na dharura ya sisi kuifafanua, kuieleza ili ipate kufahamika kulingana na sheria ya Kiislamu. Nao si maudhui mengine wala si mpya, ni maudhui inayojulikana, maudhui ya al-yamin, au katika lugha nyingine al-halif, au katika lugha nyingine al-qasam. Ni maudhui ya viapo, viapo ambazo kwamba sisi tunazoziapa kila wakati, viapo tunazoziapa tukiamiliana baadhi yetu sisi kwa sisi. Asli ni kwamba kama inavyofahamika, kuapa au halif au yamin, na pia inajulikana kama al-qasam katika istilaha ya sheria, ni kitu mashruu na sheria imeiweka bila khilaf. Na hikma ya kuwekwa kiapo ndio uape ni kupatikane uaminifu katika yale mazungumzo unaoyasema, na kumpa uhakika yule unayemwelezea, na kumpa habari ya kwamba yale ninayokuelezea na apa kwa Mungu ya kwamba ninayosema ni ya ukweli, ili upate kusadikishwa na ili maneno unayozungumza itiliwe maanani na ichukuliwe kwa kuwa ni jambo mzito. Hiyo ndio kiapo kama inavyofahamika. Hizi viapo zina ahkam, zina adabu na zina masharti sheria iliyotuwekea, ambao tukiitizama na tukiangalia viapo imekuwa ni kama lugha ya mama. Imekuwa mtu anaapa asubuhi mpaka jioni, kiapo kiapo kiapo. wallahi hii, wallahi hii, wallahi hii, na hapa na Mungu.
kiapo ikawa imechukuliwa ni kama kitu tu cha kawaida, wala hakitiliwi maanani wala uzito yoyote. Na Allah subhanahu wa ta'ala wakati alipoiweka hizi viapo akaiwekea sharti, nao ni sharti moja muhimu. Akaambia waumini, wahfadhu aymanakum, zihifadhini viapo vyenu. Hizi viapo mnavyoviapa zihifadhini, muzitilie maanani. Na wanasema mufassirin wetu kuhusiana na hii ibara ya hifdhul ayman, kuhifadhi viapo, kwanza ni kutokithirisha katika kuapa ovyo ovyo kila wakati, ya kwanza. Ya pili ni endapo utakapoapia kitu, ima umeapa utafanya kitu fulani au umeapa hautofanya kitu fulani, basi kwako wewe ni inakuwajibu usimame na hicho kiapo. Na katika njia ya tatu ya kuhifadhi kiapo ni endapo itakaotokea yale yatakayotokea ukakosa kutekeleza hicho kiapo ulichokiapia, basi kuna kafara sheria imetuwekea. Sasa hizo ndizo sheria zilizowekwa. Wahfadhu aymanakum, zihifadhini viapo zenu na wala msijalie viapo zenu bure bure. Sasa katika adabu sheria imetuwekea inaofungamana na hii mlango wa viapo tunazozichukua, ya kwanza ni an yuhlafa billahi ta'ala duna siwahu. Kwanza ni mtu anapoapa ni aape kwa jina ya Mungu peke yake na wala asiape na jina nyingine yoyote. Sasa fala yajuzu, hairuhusiwi kisheria yoyote kuapa pasi na jina ya Mwenyezi Mungu. Na kama inavyofahamika, viapo zina hurufu katika lugha ya Kiarabu. Kuna zile herufi zinazotumika kuapia, waw, ba na ta, zinajulikana kama hurufu al-qasam. Wallahi, ba billahi, ta tallahi. Na hizi zinatupelekea sisi kufahamu viapo haziapiwi kitu kingine au mtu mwingine au chochote kile isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kuapa na msikiti, ati naapa na msikiti, au naapa na mama yangu, au naapa na mtoto wangu, au naapa na mtume. La, yoyote atakayeapa pasi na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amefanya shirk kulingana na mnasaba wa sheria. Imekuja katika hadithi marawahu Imamu Ahmad, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man halafa bighairi llahi faqad ashraka, yoyote ambaye atakayeapa pasi na jina ya Mwenyezi Mungu basi yafahamu amemshirikisha Allah. Na katika kuelezea maana ya shirki katika hii ibara ni kwamba shirki hapa ziko aina mbili. Kuna shirkun akbar, shirki kubwa inaomuondoa mtu katika dini ya Kiislamu ikawa lazima asilimu tena ndio akuwe Muislamu. Na kisha kuna shirki ya pili inajulikana kama shirkun asghar, shirki ndogo ambao ni kabair, katika madhambi makubwa. Haikutoi katika Kiislamu lakini ni shirki ambao ni katika madhambi makubwa. Sasa sikiza, Mtume aliposema yoyote atakayeapa pasi na jina ya Mwenyezi Mungu basi amemshirikisha Allah, wakasema wanavyoni hapa italingana. Ikiwa ulichoapia umeapa tu kwa sababu umezoea kutumia kiapo ya mama yako, kwa mfano naapa na mama yangu, ikiwa hii ni kiapo tu lakini haukukusudia kumtukuza mama yako na ya kwamba mama yako ndio yule ambaye kwamba unaiweka daraja ya juu kiasi ya kuwa unamtukuza kama anavyotukuza Mwenyezi Mungu, basi itakuwa ni shiriki ndogo, haikuondoi katika Kiislamu, lakini wewe utakuwa umetekeleza dhambi kubwa. Ama ikiwa unaapa, kwa mfano wanaoapa na mtume wanasema naapa na mtume, na ikiwa malengo ni kwamba ni kumtukuza huyu mtume kiasi ya ta'dhim, umemtukuza kiasi namna Allah anavyotukuzwa,
ikawa unaapa kumtukuza, basi hii ni shirki, inakuondoa katika dini ya Kiislamu. Sasa ala kulli hal, katika kila hali, imma uape haumtukuzi unachoapia, au unaapa kutukuza yale unayoapia, basi katika kila hali ni shirki. Sawia ni shirki ndogo, ni dhambi kubwa, au ni shirki kubwa inakuondoa katika Uislamu. Sasa hii ni tahadhari kwa yule au kwa wale wanaokithirisha katika kuapa pasi na Mwenyezi Mungu. Naapa na msikiti, naapa na mama yangu, naapa na mamangu ambaye kwamba aliyekuwa kaburini. Wengine wanaongeza, wengine wanasema kwamba naapa na mtoto wangu, na viapo ambao kwamba hazina msingi wowote wa kisheria. Fahamu ya kwamba inakupelekea katika makosa ya dhambi kubwa, au inaweza kukuondoa katika Uislamu. Na katika hadithi nyingine ikakuja, rawahu al-Bukhari, Mtume anasema inna Allaha yanhaakum an tahlifu biabaikum, Mwenyezi Mungu amewakataza nyinyi kuapa na baba zenu, kwa sababu wale Waarabu walikuwa ima wakiapa na wazee wao, au wanaapa na miungu zao za masanamu, Wallat Waluzza, wanaapa na baba yao, wanaapa na mama yao. Sasa hizi viapo wakakatazwa, wakaambiwa hakika Mwenyezi Mungu amewakataza nyinyi kuapa viapo kwa kutumia baba zenu. Faman kana halifan, yoyote atakayetaka kuapa ikamlazimu lazima aape, atumie kiapo, falyahlif billah, basi aape kwa jina la Mwenyezi Mungu. Na hii ni amri kwa kutumika lam ya amri, falyahlif billah, basi aape kwa kutumia jina la Mwenyezi Mungu, au falyasmut, au wanyamaze. Ma hiya illatu nahi, sababu gani iliyopelekea sisi kukatazwa kuapa isipokuwa kwa jina ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ni kwa sababu ya yule unayetumia jina yake kuapa nayo, huwa kawaida Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo tunayemtukuza, na kila tunapoapa kwa kutumia jina ya Allah ni ta'dhim, ni kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe ukiapa na mama yako, au wape na mtume, au wape na malaika, au wape na msikiti, ni kutukuza ambapo kwamba isiyostahili na isiyostahili. Ama Allah subhanahu wa ta'ala anaweza apa na anachokitaka wakati anachotaka. Allah anaweza apa na zile viumbe alivyoviumba, la uqsimu bihadha albalad was-samai wat-tariq wal-fajr, hizi zote ni qasam. Allah anaapia anachotaka, la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun, haulizwi Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale anachokifanya, lakini sisi ndio wenye kuulizwa kwa yale ambayo kwamba tunayoyafanya. Nukta ya pili, katika zile nidhamu na adabu zilizofungamana na viapo sheria iliyotuwekea, man halafa bighairi llahi nasiya, yawezekana kwa sababu ya kuzoea kwa ulimi kuapa, na umezoea kuapa na mama yako, leo ukafahamu kuapa na mama yako ni makosa, kesho ukakumbuka au kesho ukasahau, wakati unapoapa tena ukaapa na mama yako kwa kusahau, ima umeapa na mama ama umeapa na baba au kaburi au chochote kile pasi na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusahau, basi sheria imetuwekea njia, kwa sababu hii ni shirki, na shirki inafutwa kwa tauhid. Sheria ikasema yoyote man halafa faqala fi halfihi billat wal uzza, yoyote atakayeapa pasi na jina ya Allah imma kwa kusahau, basi falyaqul, aseme la ilaha illa Allah, akithirishe katika kukariri na kurudia la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, kwa sababu ya leo ndio pia ni shirki, na shirki inavutwa kwa tauhid. So kalimatu tauhid ndio yenye itakuwa kafara ya yale mazungumzo na matamshi ya kiapo ulichokiapia. Hizi viapo ambazo tumezoea kuzitumia katika sheria ya Kiislamu zimegawanyika sampuli tatu, zinajulikana kama aqsamul yamin. Viapo katika sheria ziko aina tatu. Ya kwanza ni al-yaminul lahwi, ya pili al-yaminul munaqid, ya tatu
al-yaminul ghamus. Hizi ndizo aina tatu za kiapo kulingana na sheria. Ina maana zile viapo zote tunazoziapa sisi inazungukia hizi viapo tatu, na zote zina ahkamu yake na sheria yake kulingana na mnasaba wa sheria. Tukianza na kwanza bila kupoteza wakati, al-yaminu al-laghwi. Hii kiapo ya al-laghwi ni kiapo gani? Wanasema wanavyoni, hiya al-halif min ghairi qasdi al-yamin, ni mtu kuapa kwa kutumia kiapo bila ya kukusudia kuapa. Kwa mfano, Waarabu ilikuwa wakizungumza kwa sababu ya kuzoea kuapa, ikiwa naulizwa kitu na hajafanya anasema la wallah, hakika mimi wallahi sijafanya. Sasa vivyo hivyo hakusudi kuapa, lakini kwa sababu ya mazoea ya ulimi kuzoea kuapa, mpaka katika sentensi yake kiapo ikosekani. Kwetu sisi mtu anaweza kuuliza, umemuona fulani? Ukasema wallahi sijui yuko ile sehemu au yuko ile sehemu. Sasa hii wallahi hakusudi kuapa, kwake ni mazoea ya ulimi kutumia kiapo. Sasa hii ndio inaitwa al-yaminul laghwi, bimaana la yanaqid, si kiapo kinachotambulika kisheria, sio kiapo kinachotambulika kisheria. Ina maana haina madhambi, kwa dalili Allah subhanahu wa ta'ala alisema la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum, Allah hawafuatilizi, hawaandiki madhambi katika viapo ambazo zimetoka bahati mbaya au katika hali ya mazoea. La yu'akhidukumullah, hiyo ni katika suratul Baqara. Vivyo hivyo katika suratul Maida, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum, yote imetumia ibara moja. Allah hawaandiki dhambi katika viapo ya bahati mbaya au viapo ambao kwamba ulimi zenu, ndimi zenu zimezoea kuikariri na kuzungumza. Lakini fahamu ya kuwa pamoja na kuwa haina madhambi, sheria ikakataza, ikasemaje? Muislamu asikithirishe katika kuapa ovyo ovyo. Kuna baadhi ya watu kwa jumla ya sentensi atakaozungumza kila kitu anaapa, wallahi nimefanya, wallahi nimemwona, wallahi ni hivi, na hapa ni hivi. Hizi viapo pamoja na kwa ulimi imezoea au ni kwa bahati mbaya, sheria imesema haikufuatilii kwa madhambi, lakini imesemaje? Imesema ya kwamba Muislamu hasiwe mwenye tabia kuapa ovyo ovyo. Katika suratul Nun qalam, Allah subhanahu wa ta'ala akasema fala tuti' wala tuti' kulla halafin mahin hammazin masha'in binamin, wala msimtii, usimwamini mtu amezoea kuapa ovyo ovyo. Kwa hakika hiyo sio sifa ya waumini. Katika sifa ya waumini sio kuapa ovyo ovyo na kutumia kiapo ya Allah subhanahu wa ta'ala bure bure. Hiyo sio sifa ya waumini, bali ni sifa ya wanafiki. Walikuwa wakizoea kuapa kila kitu, wanaapa. Ama muumini yahfadh imana, anahifadhi kiapo chake akijua ya kwamba ataulizwa siku ya kiyama kuhusiana na hizi viapo. Sasa hii ya kwanza, al-yaminu al-laghwi. Aina ya pili ya kiapo inajulikana kama al-yamin al-ghamus. Al-yamin al-ghamus ni kiapo wa hiya an yahlifa ala amrin madin kadhiban aliman, ni mtu kuapa katika jambo ambalo kwamba limepita, akijua yale anayozungumza ni urongo na anajua. Unaapa kwa kitu, kwa kuelezea habari. Ile habari unapeana si habari itakayokuja, ni habari ishapita, amrun madhi, si amrun mustaqbal, ni amri ishapita. Unaongelea past tense, unajua jana nilimuona fulani, wallahi nilimuona. Ni kitu kilichopita na umeapa, na unajua yale ulioapa ukweli haukumuona, na ukaapa ya kwamba wallahi nilimuona, na unajua ya kwamba haukumuona. Hii inajulikana kama al-yaminul ghamus. Kwa nini inaitwa yaminul ghamus? Min al-ghamasa, inatokana na neno ghamas. Ghamas wanasema wanavioni,
summiya yaminul ghamus ghamus liannaha yaghmisu sahibaha fil ithmi thumma fil nar. Iliitwa yaminul ghamus, kiapo cha ghamus, kwa sababu inamtumbukiza mwanadamu katika dimbwi, katika madhambi, kisha katika moto wa jahannam. Hiki hapo sana sana haifanyiki kisheria, isipokuwa ukielezea mambo iliyopita. Nilimuona jana, wallahi nilifanya. Umefanya mtihani niliyokupa, wallahi billahi nimefanya, na unajua vizuri haukufanya na umeapa. Hii ni haramu. Yule atakayetekeleza na kuapa kiapo akijua ya kwamba yale yaliyopita anaozungumzia hakulifanya na akaapia kwa kujua, basi afahamu ya kwamba hii ni dhambi katika madhambi makubwa ambao kwamba haina kafara kwake yeye, inamlazimu moja kwa moja afanye tauba mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anaelezea sifa hii ya kuapa katika mambo iliyopita ya urongo, ilikuwa ni sifa ya wanafiki. Walikuwa wakijua ya kwamba wao imani yao si ya ukweli, na walikuwa wakiulizwa jambo kuhusiana na mambo ya Kiislamu, walikuwa wakitumia kiapo kama ngao, shield, ili mwenye mtume awaamini. Yahlifuna billah, wanaapa wakitumia jina Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah akatoa hiyo hijabu na kuwaibisha na kuwafedhehesha na kusema wayahlifuna ala alkadhibi wa hum ya'lamun. Wao walikuwa wakiapa kwa mambo iliyopita kwa urongo, wakijua ilhali wanajua ya kwamba ile wanaozungumza ni urongo. Kisha Allah katika aya nyingine akaelezea wala tattakhidu aymanakum dakhalan bainakum, na msitumie viapo vya Allah subhanahu wa ta'ala kudanganyana kati yenu nyinyi kwa nyinyi. Msichukue ahadi ya Allah. Daima fahamu, unaposema wallahi katika jambo iliyopita, ina maana Mwenyezi Mungu ni shahidi kwa yale unayoyasema. Sasa siku ya Kiyama Allah atatokea akuulize, ya leo ulionitolea mimi shahidi, haya tuambie sasa, ni wapi mimi nilishuhudia jambo fulani ambalo uliapa ya kwamba mimi ni shahidi ya kwamba uliifanya? Utajibu useme vipi? Kisha katika aya nyingine Allah akasema innal ladhina yashtaruna bi'ahdi llahi wa aymanihim thamanan qalila, wale waliochukua ahadi za Allah na viapo zao wakaviuza katika bei ambayo kwamba ni bakhs, thaman qalil, ina maana waliapa, wanajua vizuri ni urongo, waliongeza urongo, kisha dhambi kubwa zaidi wakaongeza kiapo. Imekuja katika hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu fi al-Bukhari, mtume alisema al-kabair, madhambi makubwa, ya kwanza al-ishraku billah, kumshirikisha Mungu; ya pili uququl walidaini, kuasi wazazi wawili; ya tatu kuua nafsi; na ya nne al-yaminul ghamus, ni kiapo cha urongo. Sasa ni katika kabair, na dhambi ikiwa ni katika kabair ni madhambi makubwa ambao yake yani kiasi ya kuwa atahitaji kafara, inahitaji wewe ukithirishe katika tauba usiku na mchana, uombe Mungu akusamehe, kwa sababu hii imewekwa katika listi ya zina, imewekwa katika listi ya shirki, ni dhambi kubwa. Na hii sana sana inatumika na wafanyabiashara tujjar, ambao ndio waovu zaidi katika huu mlango. Mpaka mtume akatoa hadithi ya kusema watu watatu Allah atazungumza nao, la yukallimuhum Allahu wala yanzuru ilayhim, wala atawaangalia kwa macho ya rehma. Mpaka Abi Dharr anauliza khabu wa khasiru, basi hao wamepata hasara, wamedhalilika, ni kina nani ambao Mwenyezi Mungu hata wazungumza nao, hata waangalia kwa macho ya rehma? Wakasema ni kwamba ni yule tajir, mfanyibiashara, munfiq sil'atahu bihalifil kadhib, anauza bidhaa zake kwa viapo vya uongo. Si anajua watu watamwamini akiapa, haya hii mbuzi pesa ngapi? Wallahi billahi nimechukua na 6,000, hakuna faida. Hakuna faida. Na anaapa, anajua ni urongo na anaapa. Kwanza ni dhambi kabair. Ya tatu Allah atamwangalia ikiwa atatubu, wala atamwangalia na macho ya rehema, wala atamzungumza. Khasara iliyoje waliochukua viapo vya Allah subhanahu wa ta'ala kama njia ili wahadaye watu na wadanganye watu na wafanyie khiana.
Aina ya mwisho ya viapo inajulikana kama al-yamin al-munaqid. Hii al-yamin al-munaqid, yamin ghamus tuliyotaja ni mambo kuapia jambo lililopita. Al-yamin al-munaqid ni jambo litakalokuja. Unaapa wallahi nitafanya kwa kitu fulani, au unaapa wallahi sitafanya. Hiyo inajulikana al-yamin al-munaqid. Ina maana sheria inaitambua, na hii ndio iko na kafara katika mambo itakayokuja. Ama yaliyopita ni ghamus, haina kafara, ni dhambi kubwa kama tulivyoelezea. Hii yaminul munaqid, yoyote atakayeapa ya kwamba nitafanya jambo fulani akaapa, basi sheria inamlazimu, lazima wewe utekeleze. Ukikosa kutekeleza, basi wewe yale yanayokufuata ni ulipe kafara. Na hapa wallahi sitaenda huko, kesho ukaamua kuenda, sawa, wewe enda ulipe kafara. Tuko pamoja? Au ya kwamba unaapia ya kwamba kutofanya kitu fulani ya amri au kutofanya jambo fulani kwa njia yoyote ile, ukifanya na kukhalifu inaitwa hinth. Ukikosa kufanya ile ulichoapia au ukalifanya yale ambayo kwamba ulisema hautolifanya, basi lazima ulipe kafara. Na hii imekuja katika aya Mwenyezi Mungu ameita la yu'akhidukum Allahu billahwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Munaqid, hapo ndio Allah anawachukulia sasa kama ni kafara au si kafara. Na hii ni kiapo ulipie kafara. Sharti yake hii kiapo ya munaqid, sharti yake ni 3 au ni 4. Ya kwanza, yule anayeapa lazima awe mtu amebaleghe, si mtoto. Baleghe, ako na akili, ako sawa, yeye kusudi amefanya, si kulazimishwa. Sharti ya pili ni anakusudia anachoapa ni kiapo, si mzaha. Na ya 3 ni aapie jambo linalokuja, si linalopita, linalokuja, ambayo inaowezekana. Si unasema wallahi na hapa nitaburuka au nitapaa angani, haiwezekani. Ni jambo linalowezekana. Na ya mwisho ni kwamba endapo akikosa kufanya lazima alipie kafara. Sasa hii al-yaminul munaqid ndio ile yamini, kiapo ambao sheria iliyowekea kafara yake. Sasa wewe ukikosa kufanya, wallahi billahi na hapa mimi sitaenda kwa hiyo nyumba, ukaamua kuenda, sasa wewe vunja kiapo, lakini ujue yale yanayokufuata ni nini? Kafara ya lazima. Na hiyo kafara tutakuja kuelezea. Nao kafara ni ifuatayo. Allah anasema katika Qur'an, la yu'akhidukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu, kafara yake it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Ya kwanza, umesema kwamba nitafanya kitu fulani, ukaapa, ukakosa kutekeleza. Kosa kutekeleza, vunja kiapo, kisha wewe ulipe kafara ya kwanza. Lazima ulishe maskini 10 kwa chakula ambacho ni cha kawaida kinachotumika, ima ni sima, ugali au mchele. Kwa kiasi gani? Nisa ni kama ni 2.5 saa, nusu yake ni 1.5. Kama saa ni kg 3, wewe utapiga nusu ya kg 3. Ima hii chakula utaolisha maskini ambao ni 10 masakini, maskini 10. Ima chakula upime sukari nini, ni saa 1.5 kg. Wangapi wa 10? Huyu 1.5, huyu 1.5, huyu 1.5. Au uweke mara moja uwalishe wote 10. Au ya pili, ukishindwa na hiyo, au kiswatuhum, uwavishe mavazi maskini 10. Mavazi ambayo kwamba wanaweza kuswali nao. Si unawabaia shati kwa kosa kuwabaia suruali. Kama ni shati na suruali au kanzu mara moja. Au kiswatuhum. Wangapi? wa 10. Ukishindwa na hiyo, tahriru raqaba,
uwache huru mtumwa, lakini hatuna mtumwa sahihi. Na ya mwisho Allah akasema, waman lam yajid, yule hawezi kulisha maskini 10 au hawezi kuwavisha au hawezi kuacha huru mtumwa, basi fasiyamu 3 ayyam, afunge siku 3. Dhalika kafaratu aymanikum idha halaftum, hiyo ndiyo kafara ya viapo wenu endapo mtakapoapa, mkakosa kutekeleza viapo vyenu. Sasa wengi wa watu wanafanya makosa katika hii nukta. Unamwona mtu ameapa ya kwamba wallahi nitafanya jambo fulani au wallahi sitafanya kitu fulani, akakosa kufanya au akafanya. Inapofika wakati wa kafara, anakimbililia kufunga siku 3. Hii ni makosa. Sheria ikuanza na siku 3. Siku 3 ni ya faman lam yajid, yule ambaye kwamba hana uwezo. Ama wewe ilikuwa ni kwanza almubadara, ukimbililia nini? It'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum, uwalishe maskini 10. Sasa hapo ndio tutakuangalia, uulize mashaikh sasa. Je, mimi naweza tutakuangalia wewe unaweza lisha maskini 10 ama uwezi? Unaweza visha maskini 10 ama uwezi? Ndio tukupeleke sasa katika kufunga siku 3. Si wewe unachagua. Siku tunachagua kati ya hizi 3. Ni unaanza na ile sheria iliyoanza nao. Ndio ukishindwa unaenda katika nini? Unaenda katika kufunga siku 3. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، كنا آية الله سبحانه وتعالى نتاجة katika سورة البقرة kuhusiana na hii اليمين المنعقد, akasema ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم an tabarru wa tattaqu wa tuslihu baina an-nas wallahu samiun alim. Hii aya imekuja kuzungumzia hii yaminul munaqid, hii yamini ya kiapo ya kitu kitakachokuja. Vipi watu wanavyotumia hii kiapo kutofanya khairi. Elewa hii nukta namaliza nao. Mmoja anasema kwamba mimi siwezi saidia wazazi wangu. Kwa nini? Kitambo mimi niliapa wallahi, tulikosana na wao, nikasema wallahi billahi mimi sitawahi kuwasaidia. Au mwingine akasema kwamba mimi niliapa wallahi siwezi kusali wakati fulani. Hii ni katika amri ya wajibu. Ama katika amri ya muharram, mwingine akasema naapa wallahi mimi nitakunywa pombe, au naapa wallahi mimi nitazini, au naapa katika chochote cha haramu. Je, hukumu yake ni nini? Hii aya inazungumzia kuhusiana na vitu mbili, wajib na haram. Kwa mfano, kitu cha lazima ambacho lazima ukifanye, kama kuwafanyia wema wazazi wawili, kuwaekea rashin kama wajiwezi, kuangalia maslahi yao, mandugu zako, silatul arham, wale familia, kuunga kizazi. Ukaapa kwa sababu ya hasira siku moja, wallahi mimi dada yangu haramu kwangu kwake pesa yangu, au ndugu yangu haramu kwake pesa yangu, au wazazi wangu haramu kwao pesa yangu. Hukumu yake nini? Kwanza umeapa. Kiapo gani? Si ghamus, si mambo iliyopita, ni mambo itakayokuja, hautawahi wasaidia. Hii munaqid, umeapa ikiwa ya leo unaapia hapa ni silatul arham, kuunga kizazi ni kitu ya lazima, na wewe umesema hautaunga na ukaapa, sheria inakuambia aje? Ni wajibu kwako wewe kuvunja hiyo kiapo. Alhinf wajib, lazima uvunje hiyo kiapo, uvunje na ulipe kafara, na uende usaidie wazazi wako, na uende unge kizazi na mandugu zako, na uende uwasaidie madada zako. Kama uliapa wallahi sitasali, vunja hiyo kiapo, fanya hinf ya wajib, lazima, kwa sababu ulichoapia ni ya wajibu, lazima ufanye. Kutosali ni dhambi na kusali ni amri ya lazima. Ukiapa utosali, umeapa ya kwamba utafanya kitu ya wajibu, basi sheria inakuambia alhinfu, kurudi nyuma, kuvunja kafara ni lazima, ulipe kafara
na utelie ufanye wema wazazi. Sasa Allah anasema msijalie kiapo ya Allah viapo zenu ili wazuie nyinyi kufanya khairi. Allah anasema antabarru wa tattaqu wa tuslihu baina nas. Msifanye viapo zenu hivyo. Unaona mtu asaidie wazazi wake, unamuuliza tatizo ni gani? Wallahi akhi, mimi niliapa kitambo na siwezi taka kurudi nyuma katika kiapo zangu. Niliapa sitawahi wasaidia. Wacha mimi nihifadhi baina yangu mimi na Allah. La, ni makosa, ni kutofahamu. Ni kutofahamu. Angekuwa anafahamu ya kwamba hiyo kiapo yenyewe lazima avunje na lazima arudi nyuma na alipe kafara ya kulisha maskini au kuvisha maskini au afunge siku 3 kama ana uwezo. Vivyo hivyo katika haramu, na hapa wallahi mimi nitakunywa pombe, na hapa wallahi mimi nitafanya kadhaa. Au mwingine anasema katika mambo ya bibi na bwana wamekosana kwa sababu ile hasira, wallahi billahi na hapa wewe nitakuacha kesho, ngojea barua yako. Kesho ikifika, Sheikh sasa mimi sina budi, niliapa jana lazima leo nimwache. Haiendi hivyo. Lipa kafara ya munaqid kama kweli ulikusudia, na kama kweli ulikuwa sawa, lipa ya munaqid, lipa kafara. Ukishalipa kafara, rudi kwa mke wako. Na pia kuna kiapo zingine zinazofungamana na bibi na bwana ambao pia sheria imezungumza, inaita ilah. Mume kuapa wallahi sitalala na wewe mwezi mmoja, na hiyo pia ni maudhui yake kando. Sasa hizi viapo Allah anasema msiitumie imma kufanya shari au imma kutofanya wajib. Ukiapia kitu ya wajib lazima uvunje, urudi nyuma, ulipe kafara. Ukiapia katika swala la haramu, usifanye haramu, rudi nyuma, lakini kafara lazima ulipe kwa kila hali. أقول ما سمعتم وأستغفر الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفر والكافرين. اللهم أعز الإسلام في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في غزة، اللهم انصرهم بعونك. اللهم عليك باليهود فإنهم ظالمون، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. يا مجري الصحاب، يا هازم الأحزاب، دمرهم وزلزلهم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا ربنا من الراشدين. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ومحروما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.